Yo, what up people, it's Homeboy OJ. Karibu katika U&I podcast ambayo ni baada kupitia zaidi ya nusu media YouTube channel. I'm in the building round hii kwenye hii tena. Niko man solo kama Sholo, sijui ni Sholo Mwamba ama ni Solo Mwamba. Ndio mimi hapa au sio? Mtu safi, mtu makini wanakuambia. Ni kauli ya mwanangu Abdul Sindi Mbago kutoka kule 254 au sio? Kama vipi, cha msingi ni kumake sure umesubscribe na kuturn on notification bell ili kuwa mjanja wa kwanza kabisa kupata maujanja nao yaachia hapa kila siku, au sio? Bana, ulishawahi kaa ukajiuliza ama ulishawahi kaa alafu ukaona wanao wale wadogo ma age zile ambazo labda wako chini ya umri wako, kwa mfano kama wewe ni mwanangu wa 94 ukaona mbana mdogo wa 96 hapo mpaka 2000 hapo, sawa, wanachukua watu, yani watu wanachukua ndoa, au sio? Pengine mtu anaoa, mtu anaolewa, mtu anaoa, mtu anaolewa, mtu anaoa, mtu anaolewa. Lakini ukiangalia hivi washikaji zako wadogo na wengine wakubwa pengine, lakini sasa wewe labda uko pale mtaani haujapata labda mke wa kuoa, alafu unaona watu wanachukua, alafu kando na kuona watu wanachukua pia familia nyumbani labda ya kutia pressure, wewe mbona uchukui? Shida iko wapi? Nini mbaya? Mbona hatukuelewi mwamba? Alafu katika video zako za mtandaoni wapatana na video kama hii. Hebu tuangalie hii video. Wapatana na video kama hii. What's your bride price? My bride price? I don't know, because culturally kuna vile wana count, I think. So I'm not sure kwa culture yangu how it is done. But for me personally right now, I'd say kama hauna 100 million, songa. Utaoa kweli ama utabidi uangalie ukae benchi pale, uangalie wakulungu wakiendelea na mishe zao za kuoa, au sio? Yeah, 100 million Kenya shillings, and I need it in cash. I don't need cows, animals. No, I need cash. What's your net worth? My net worth, I'm not yet a millionaire. Niko tu hapo kwa 100, kwa 50k. I'm just trying. You're just trying. But hapo kwa bride price nayo ni hivyo 100 million, nataka sina kitu kwa M-Pesa. So as a girlfriend, yeah? What do you bring onto the table? I don't bring anything to the table. In fact, I will sell that table and use it for my monthly allowance if you're not giving me the monthly allowance. Cha msingi kabisa. Ebu tuchambue hii video kidogo, au sio? Mwanadada ameulizwa bana, what is your bride price? Ndio ameulizwa what's your bride price, yani ameulizwa ni mahari yako kwa lugha nyingine ya Kiswahili, labda mahari yako ni pesa ngapi? Kama sikosei, kama nakosea mtanirekebisha hapo kwa comment section. Lakini ameulizwa wewe bana, mahari yako ni pesa ngapi? Jibu la kwanza kabisa ambalo amejibu yakwambia yeye bana 100 million Kenya shillings. 100 million Kenya shillings. Alafu mambo ndio hapo mwenyewe unapanga mahesabu ya kuoa, umeona watu wanaoa, huyu ameoa, alafu kama vipi familia pia inakupiga pressure uoe. Alafu mpatana na video kama hii, mambo amekwambia nini bana, 100 million ndio niolewe. Then you'll be like, nitaoa kweli? 100 million cash. Tena nakwambia kuna familia zingine, of course kuna zinaenda ki traditional zaidi, wanakuambia tupatie ng'ombe, tupatie ng'ombe 30, tupatie ng'ombe 700, whatever ng'ombe wataitisha. Wengine wanataka mbuzi, wengine wanataka kuku, sijasikia kuku japokuwa, lakini ziko za aina yani, au sio? So kila tribe kulingana na culture yao wanaitisha labda vitu kama hivyo. Wengine watakuitisha chakula tu nini na nini and stuff, lakini yeye asema hajui zaidi kuhusu familia yao. Lakini yeye hataki hata kama atajua, kwa mfano ajue bana, sisi waitishwa milioni, sisi waitishwa ng'ombe 30, kama mwamba wetu alipopigwa kule TZ alivyomuoa nani yule Hamisa Mobeto, bwana Azizi Ki, mchezaji wa Yanga, mshambuliaji machachari kabisa huyu, kapigwa ng'ombe za maana yani. Sawa, turudi kwenye story yetu. Bidada huyu yasema yataka milioni, sawa, 1 2 3 4 5 6 mpaka 10 mara 10, 10 mara 10 hiyo haijafika bado. Milioni 100
Ni 10 10 20 10 10 40 10 10 50 60 mpaka 100. Wewe uko pale nje na pia pressure, washikaji zako wanaoa, mabrother wanaoa, mandugu wadogo wanaoa, mandugu wakubwa wanaoa. Alafu baba umepatana na video kama hii, mwamba ya kuambia bana mimi nataka milioni 100 ndio nioleke. Ukiangalia hichi nadhani kitoto kama 2000 kama sikosei, mtoto 2000. Kwanza mwanzo tuangalie mwanzo product yenyewe ambayo yasema yataka milioni 100. Tuangalie product yenyewe. Yaani ajipiga mwanzo advertisement, wanajipiga advert yenyewe tu. Vaa kidude kile, vaa sijui nini, tumbo wazi, vinyonyo ndo kama hivyo. Kwamba bana mimi milioni 100. Sasa msichana kama huyu, hebu niambie wewe. Jamani. Milioni 100 sijui mwazichukulia vipi lakini. Hivi hizi milioni 100 okay sawa basi. Milioni 100. Akamuuliza tena what is your net worth? Basi wewe si unataka milioni 100? Sawa. Wewe net worth yako ni pesa ngapi? Mimi hapo kwa 50k sijui kama 100. Guys, jaribuni kuwa serious kidogo bana. Yaani wewe net worth yako haifiki hata 100,000 kulingana na hizo ulizozigesi hapo, sawa? Hapo 100 ama 50k. Kwa ni mamia ama labda 50,000 basi. Umejipa nyingi sana 50,000. Mpaka nasikia mwili wancheza. Nasikia mpaka mwili wancheza yani. Mwili wancheza. Yaani nasikia mpaka mwili wancheza. 100 million. Milioni 100. Milioni jamani. Tutazungumzia milioni hapa. Sijui kama unaelewa vizuri. Hii milioni ni ya Kenya shillings. Atazungumzia za Zimbabwe hapa. Sawa, nataka tuelewane. Sio za Zimbabwe. 100 million Kenyan shillings. Bidada wa 2000. Kwa sababu mshuo mtoto kama sio 2000 sijui. Sawa basi wewe net worth yako ngapi kama wewe wataka milioni 100 jamani nini wataka milioni 100 sawa mtoto mzuri ndo huyu. Wataka milioni 100. Ashamvuruga akili yule ambaye anataka kuoa ujue. Alafu sasa basi anataka kuoa na hiyo anataka kujua basi huna anayesema wa milioni 100 naye vipi yeye ana ngapi kwani? Yakwambia mimi hapo 100 mpaka 50,000. Sasa 100 mpaka 50,000. Ukamtoe mtoto watu roho na milioni 100 atazitoa wapi Kenya hiyo kwa mfano? Sisi wanangu wana 94 sijui kama kuna mtu ana milioni 100 za kuchukua mtu. Bibi huyo hapo. Sawa? Bibi huyo hapo. Yotaka milioni 100. I'm not yet a millionaire. Niko tu hapo kwa 100, kwa 50k. I'm just trying. But hapo kwa bride price nayo ni hivyo 100 million. Nataka sina kitu kwa M-Pesa. Tena alivyo hana adabu yosema bana mimi mimi sio millionaire lakini hapo kwa nini bride price hapo haishuki. Yaani hapo hakuna kubagain. Ni milioni 100 milioni 100. Kama una milioni 100 wewe chimba. Roho safi yani ya kuchimbisha. Mimi nishakugaramikia milioni 100. Ujue hustle yangu yote ya miaka 30 ama miaka 45. Kuna watu hatuna bahati sisi lazima tupango pakavu tia mchuzi ndio tulioko wingi. Wenye pesa. Okay, wenye pesa wanazo pesa lakini pia wenye pesa wenyewe nao. Sidhani kama mtu yaweza kukupatia milioni 100. That's too much, bro. Hiyo ni pesa nyingi sana. Hiyo ni pesa nyingi sana. Sijui kama alikuwa kosoba, sijui kama alimaanisha, sijui kama alikuwa yotania. But kusema milioni 100 hiyo ni nyingi sana, bro. Hiyo ni pesa mingi sana. Ni pesa nyingi to an extent yani ya kwamba I don't see anyone kwenye level zako kwa sababu kila mtu ana level zake. Kwenye level zake, wale level zake ambao waweza kumuoa yeye, mtu yaweza akatoa milioni 100. Sijui. Sawa, sijui but I don't see. I don't see it coming at all. I don't see it coming at all. Nimekataa.
Najua kwambia in fact hata wewe ukija na hiyo table yako hata wewe ukija na hiyo table yako ni ije na vitu, yani ije na mazaga, ukija na meza empty pia ya kufurusha, au sio? Ama akufurusha anachukua hiyo table enda kaiuze apate pesa zake za allowance kama haumpi allowance. Okay. Hii kumbe iko pia. Kwa hiyo mtu akiolewa kuna allowance pia yopewa. Kwa hiyo ndio kwenye serikali jamani. Ya kuwa tukienda kwenye vikao kuna allowance, kuna sijui meeting allowance, kuna sijui traveling allowance, sijui kuna. This is marriage bro. Hii ni ndoa ya baina ya watu wawili mliokaa mkaelewana ambao mapendana. Bana mimi nimeamua nitakuoa uwe mke wangu, kufa kuzikana until kifo kitutenganishe. Sasa umepata mtu amekuoa until kifo kiwatenganishe. So haya maisha yenu yote kama mmepangiwa mtakuwa mtaishi miaka 20, 30, 40, 15 yoyote ile. All this time yenye mtakuwa together lazima jamaa ayo apeana allowance, yani kwa kuna allowance. Hakuna sijui ups and down ama nini whatever, ni kwa kunyeshe mvua kwake jua nini, yani whatever the case lazima upeane allowance. So waolewa kama kazi, yani kuolewa ni kazi ama ni I don't get it. What is it man? Yani mimi ni kuoe alafu after all kila yani nikupatia na allowance. Hoja kuna vitu sijui kama yeye ndo ameiphrase vibaya ama ni vipi. Of course kama mwanamume nimeoa, kuna vitu mimi kama mwanamume kuna zile responsibilities zangu ambazo lazima nimwangalie mke wangu, au sio? Kuna kuvaa, kula, kuishi mahali fresh, kuenda out sometime, ku have fun nini na nini, kumnunulia vitu vizuri. That's normal. Ambayo ni tofauti kabisa na statement yake yeye ambao ameisema. Kwanza wewe hauji na kitu. Sawa? Sio kwanza nimekupa milioni 100. Kwanza nikupe milioni 100. Kitu cha pili hauji na kitu. Na nikileta kitu mimi pia hivyo vitu ambavyo nimekuja navyo ujue kama sikupatia allowance hivyo vitu utaviuza ili ujipatie wewe mwenyewe allowance. That is what I'm bringing onto the table to share, to kama tupange kama familia nini na nini and stuff. Lakini sasa kulingana na wewe mtazamo wako, since sijakupatia allowance yako, vile vitu ambavyo viko kwa table yetu ambao ndio vitu vyetu utaviuza ili ujilipe wewe mwenyewe allowance. So tuko kwenye biashara ama tuko kwenye mapenzi? Is this love? Is this marriage? Ama is this an business? So I don't know, I don't get it. So wale wamba ile miamba ambayo labda ataka kuoa alafu imepatana na chuma kama hichi, I don't know ni kudiscourageana ama ni kumotivateana ama ni kutiana roho mbaya. Cause mwanamume kijana Jume ambacho kiko hapo chenye cha hustle, cha piga hustling nini na nini, kimekuona mtoto mzuri kama wewe, sawa, wasema wanataka milioni 100. Mtu mwenyewe labda kutengeza bango tu balaa, yani 100 kutengeneza kwa siku labda shida, mpaka apige hustling nyingi sana. Na akipiga hustling nyingi sana labda atapata tu ile 1-2 hapa za daily bread hapa nini na nini, akikisha kwamba akukosekane chakula kwenye nyumba, maisha yanaendelea hivyo hivyo, kupambana nini na nini, tunaungaunga na tunasogea. Lakini yeye anakuambia bana, hata hiyo kuungaunga mimi, yani wewe usije. Sio wanawake type ambao sisi tunataka kuwaoa. Ndio maana waona kama tutaishia kuchezeana. Because me I'm pretty sure kwamba huyu dem ana boyfriend, right? Na huyo boyfriend labda ameiona hii video, si ndio? After ameona hii video, yule boyfriend yotaka amjengee mazingira gani? Ama yotaka amwambie nini? Let's say for instance the boyfriend wake umeona hiyo video, amekuja home. Pengine atalikuwa anataka kumwambia bana babe, unajua mimi na plan kukuoa. Lakini sasa nimesikia ile 100 million bale mara sioni bana kama niweza afford hiyo pesa. Na ukiangalia labda mshafanya ya kufanya wewe na yeye, mshafanya ya kufanya, mmefanya vitu vingi. Of course at that age I can say you've done a lot of stuff na huyo boyfriend wako. So apart from that, what are you trying to insinuate? What are you trying to tell your boyfriend ama mwingine ambaye ana hamu ya kuoa? But nitashauri tu wanangu wa 94, kama wewe ni mtu unataka kuoa, sawa, kama wewe ni mtu unataka kuoa, these are the things ambazo
haufai kuangalia. Zitakudiscourage na zitakufanya kama ulikuwa umepanga kuoa, you will not marry. Sawa, you will not marry katika maisha yako labda yote. Kama hizi ndio kind of videos ambazo utakuwa unaziangalia na zitakuwa hizi ndio waziona kama ndio mwisho wa mawazo, ama you will try to portray kwamba wanawake wote wako design hii. Sio wote wako design hii, but huu ni mfano ambao upo na tumeuona, na ni madada zetu, ni mandugu zetu, ni majirani zetu, ni mabeste zetu. These are not things ambazo wewe kama mwanamke pia atakana uwe nazo kwenye akili. It doesn't help, haisaidii. Utachezewa, utapata huyu atakuchezea, utapata huyu atakuchezea. Ukiendelea kutafuta yule wa milioni 100. Alafu the funny thing is that wajua mwanamume yuko tofauti sana na mwanamke. Mwanamke utapata the more anakuwa mzee, the more value yake inashuka. Lakini mwanamume the more anakuwa buda, the more value yake inapanda. Umeona? Yaani hivyo hauwezi shindana. That's the truth yani. Hauwezi shindana na hiyo. So mdada utapata labda yeye ni 2000, labda sasa ana miaka kama 25, 26. Sasa hapa ndo wa moto ujue ameanza na milioni. Tumpatie miaka 3. Atakwambia basi mimi saizi milioni hata milioni 20 nachukua. Hapana. Akifikisha saizi ana miaka 25. Akifikisha miaka 30. Basi mimi hata 50 nachukua. Milioni 50 labda nashuka. Mimi bado 50 nachukua, si bado wana ngozi zimeshikana vizuri nini? Hata 50 nachukua milioni 50. Haya, papa amesonga 32, 33. Huyu atakuja kuolewa na shilingi 100 kama sikosei. Asipokuwa makini. Ama na sio shilingi 100, huyu atakuja kuolewa bure. Sawa? Anaweza sipewa hata kitu, ama anaweza asije kuolewa katika maisha yake. Atakuja kubakia labda na mtu tu kama stay waishi hivyo kama baadhi ya watu wanavyofanya. Kwa kuna watu wengine hawaoani, they just come together, wanakaa, wanapendana, they have kids, na maisha ndio hivyo. Akiulizwa huyu ni my wife, akiulizwa huyu ni my husband, na maisha yanaendelea hivyo, and they are just okay with that. Sasa utaniambia huyo, is it better kukaa hivyo than ukasema wewe enda kuolewa upewe milioni 1? Well, the funny thing is mtu yuko radhi, sawa? Mtu yuko radhi kabisa, mimi come we stay. Tuje tuishi, uishi kwangu, ulale kwangu, fanya kila kitu kwangu, yani everything nakufanyia. Mimi ukitaka kwenda kwenu nakupa pesa, ukitaka pesa za chakula nakupa, ukitaka pesa za kwenda ku have fun nakupa, ukija nyumbani umenipikia nini na nini. Sija kuoa, sawa? We are just okay. Vizuri kabisa. Acha niseme nataka kukuoa sasa. Acha niseme right now ni muda wa mimi kukuoa. Hapo sasa ndo balale naanzia. Utasikia ng'ombe milioni 7, sijui mbuzi sijui 27, sijui nini, vitu kibao, mpaka mtu yona what is this? Sasa si bora tuendelee kukaa tu vile vile ambavyo tulikuwa kama kitambo. Mtu yoamua hapana, haina haja nioe. Ngoja tukae tu venye tuko. Kama niko na wewe napata kila kitu, nakupata wewe mwenyewe, na time na wewe. Nikija nyumbani nimepigiwa pasi, nimefuliwa, nikitaka kwenda na sehemu naenda, nikitaka kufanya anything na yeye naenda, nikikuintroduce kama besti zangu na kuintroduce kama wife wangu hata kama sija kuoa. I'm just okay. Then nimepropose kukuoa, waanza kuja kuniambia stories za milioni 100. Damn. What is wrong with people? Shida iko wapi? I don't know. Sana ndasema okay, Islam pengine it's different sababu wazazi wenyewe wanaweza kalita mbinde hapo nini na nini, lakini most of hizi dini zingine they normally do that na they are just okay. I don't know, sijui sasa ni misingi ya dini ama ni misingi ya culture ama ni misingi ya familia zenyewe zimeamua tu ziachilie vitu ziende hivi because most of the people ambao wanakaa hivi utasikia kabisa wengine hawajaoa lakini they go church, wanaenda church ku pray pamoja nini na nini, kama boyfriend na girlfriend wanakaa pamoja, wana watoto, wanaishi nyumba moja, kila kitu wanafanya pamoja. But when it comes to marriage ndio haja pale masuala ya mimi siwezi kwa sababu she's expensive. Mimi nikiangalia okay, kazi ninayopata labda ya lipa rent, ya tuna kagari ketu paka kutupeleka sehemu,
tuna labda biashara tunafanya, naenda kazini, nikirudi nimepikiwa, nimefanya nini, all these things ambazo mtu akiwa kwenye ndoa yazipata, I'm getting kwako wewe ambao sijakuoa. So why should I get married? Kwa nini nioe? Kwa nini nioe? Na najua kabisa nikikwambia nataka kukuoa utanipigia mahesabu marefu haya milioni 100. How? People they'll just decide to stay that way, which is not good. Au sio? Ndakupatia story ndogo ambayo ili happen, okay? Ili happen kwa bidada fulani. Kuna mwanadada hivi, she was good in TikTok, alikuwa yafanya video zake za TikTok nini na nini, zina trend, akawa na mafollowers kibao, akawa na marafiki wengi nini na nini TikTok. Then after kuwa maarufu ama kuwa na followers wengi, ndasema kama popular on TikTok, alipokuwa popular TikTok, sasa si jamaa wakaanza, sio tena mwanamke kama ni mtu mzuri, wajua kujitingisha nini, kucheza hivi na hivi nini na nini, kwenda huku kurudi huku. So the time huo popularity ulipokuwa una grow, obvious kuna wale vipi I want you, vipi I want you, vipi I want you. Sasa kawa na kijamaa chake tu chini ya maji ambacho people didn't know the guy, lakini sasa yeye mwenyewe hakumtambulisha I mean boyfriend yake kwa public kwamba this is my guy. So lazima ali attract watu wengine wamtongoze. So akapatana na jamaa, the guy was good, mtongoza, vipi mimi niko poa nini na nini, nimekuelewa, kama vipi mimi nataka tufanye maisha mimi na wewe, tupendane nini na nini. Okay, the guy was good, alikuwa na pesa kibao nini na nini, whatever she wants mtumia. Sijui nataka 10,000 za nini, chukua. Sijui nataka 10,000 za. The guy was just calm yani. Ametulia zero. Kiasi kwamba yani wewe mwenyewe pia utakuwa na ile mbona kama momba hivi hana pressure na mimi yani nini na nini. Hata siku moja akamwalika kwenye nini hotel. Of course hakutaka kumwalika kwake, akamwambia na mimi nataka tuonane, lakini kuonana kwangu nataka tuonane wapi? Kwenye hoteli. Then msichana akasema poa, haina noma, acha tuonane tu. Sikuonana tu lakini hatufanye kitu chochote. Haina noma, twende tukaonane basi. Sawa. Wakaenda kwenye hoteli, lakini sasa jamaa alichukua room moja. Alipofika kwenye hoteli. Alipofika kwenye hoteli, unajua hoteli zingine zina area zile za kula nini na nini. Kaingia kwenye misosi pale, akapiga misosi. Jamaa was calm kabisa, yani ile gentleman. Jamaa ametulia, mpole, yani hana mambo mingi, hana pressure. Jamaa nukia, mpiga moshuzi hiyo nukia vizuri. Ukiangalia amenyoa fresh, yani bonge la handsome boy East Africa. Basi mtu wakia akapagawa, akasema hapa sasa ndo kwenyewe hapa. Hapa ndo nimefika kingi, sitoki wala siondoki wala sibanduki. Akamwambia basi poa. Kaendelea kutia msosi pale nini na nini, time zikaenda, ikafika majioni nini na nini, kabidi sasa mambo ya sasa hii it's late na siwezi kuacha uende zako home. Uonaje tukalala pamoja, alafu asubuhi I'll drop you kwa sababu mimi mwenyewe kuna mahali nataka kwenda pia, lakini sasa it's late. Tutulie tu hapo kwenye hoteli, alafu baadaye mimi kesho nitakupeleka nyumbani. Sio kesi yani. Kiupole tu ile yani kama gentleman. Demo akaanza mimi siwezi, wajua hapa tena lazima nende nyumbani nini na nini. Kama unataka mimi nilale hapa basi itabidi unichukulie room yangu peke yangu, nikakae mimi peke yangu. Jamaa akamwambia tulia. Hilo limeisha. Sio kesi au sio? Bana hebu mtafutie chumba chake huyu bidada, akae kwenye chumba chake na kile chumba changu kule mimi pia nitalala hapa. Tutalala vyumba tofauti, sawa, haina shida. Basi mko hotelini pale, mko mess pale mahali pa kula. Tia ndani, sio lala pale hawana pressure ati nini na nini, hapana. Ikafika masaa bana mimi nachoka, nende zangu kwa room yangu. Jamaa akaenda kwa room yake, demo akaenda kwa room yake. Wakaenda kwa room tofauti. Yule akaenda kulala kwa room yake na mwingine akaenda kalala kwa room yake. Sawa. Sasa katika akaenda kaoga nini, akamaliza kuoga, bidada naye ile kuchoka nini, ameoga nini, amekuja amejilaza kitandani pale. Jamaa odi, karibu ingia. Nakuja kuku, naona sipati usingizi kule, tuje tupige story. Usingizi ukija nitarudi zangu. Poa, haina shida. Kwanza kuongea pale, piga story 1 2. Sasa jamaa alikuwa na ile seduction voice yani, unaona?
Unajua baby tena nakupenda sana. Mimi sijui wajua tena. Wallahi waniacha hoi wallahi sio mzuri. Ila nikikaa mimi nakufikiria wewe niko kwenye room yangu kule, lakini hapana. Nimeona bora nije hapa karibu na wewe. Tuzungumze, tupeane mawili matatu kabla usingizi unipate, nende nikalale nini na nini. Yaani sauti kama hiyo. Sauti kama hiyo. Hasa katika kunyegezana, kuzungumza, kuongea kwa uzuri tu. Hakuna kesi, hakuna kulazimishana, hakuna nini. Sio akajipata bana kila mtu hoi bin taabani. Maana wewe ulikuwa kimuongelesha yule. Muko kwenye room moja na ule jamaa. Yule jamaa amekuja kumtembelea nani? Girlfriend yake, of course. Haizi mkataza kuingia. Sasa ni story. Sawa? Piga story watu. Chuma kikawaka bwana. Kikawa moto. Wakafanya ya kufanya. Kwa bahati mbaya wakaachiana ya kuachiana. Basi bahati mbaya unajua wewe umfanya hivi na hivi. Usijali. Wewe uko na mimi. Gentleman kabisa. Yaani jamaa alikuwa yuko yomwashua kwamba bana mimi hapa ukiwa na mimi there is no problem. Yaani kila kitu kiko fresh, au sio? So asubuhi kafika jamaa na mchuma wake akachukua peleka homo bana ndo hapa, alafu akamwachia na hela. Kwamba manzo hii hela ya kulaza nje chukua hii, alafu hii hela nyingine pia utafanya ya matumizi kitambo mpaka tutakapoonana tena nini. So usiwe na wasiwasi. Yaani ukiwa na mimi hakuharibiki jambo, kila kitu ni hivi, wa slide. Au sio? Yaani wewe hapa maisha fresh. Hakuna shida yoyote. Poa basi baadaye poa nini? Kaagana fresh. Jamaa akaenda zake, na akaenda zake. Text vipi umefika home? Nimefika home. Nini na siku ya pili sasa? Bidada si akaanza kwa mabesti zake. Na mwamba huyo wallahi akaanza kujisifia kama mnavyojisifia tu wanada mkipata danga wenyewe wasema na danga hilo wallahi. Noma ile ndalichuna. Mnavyosema. Sasa elezea usimwache dada. Usimwache shosti. Patamu hapo. Usimwache shosti. Kaza. Sawa. Si akakaza. Uko poa, niko fresh. Hiyo siku ya kwanza. Siku ya pili. Siku ya tatu akamchekizana yule jamaa hapatikani, amtext. Akajua pengine yuko busy na mitikasi yake nini na nini, lakini sasa demo akaanza kama kusikia yani design fulani haielewi nini na nini. Kabidi endezeke hasa hospitali. Kwenda hospitali, akamaliza kama wiki hivi akimtext jamaa ampati, kila akimtext ampati. Jamaa kwa shida yake iko wapi, ampatikana nini? Namba siipati, kiipiga siipati, namba hapatikani. Unajua huku celeb already TikTok huku. Alafu sasa vile ampoa hela kazidi kujimomba fai bana, mimi ndo yule mnambiki tu sijui nini na nini. Yani akayua shine yani kiasi kwamba yani mpaka watu mabesti zake sawa kawa muonea wivu. Umeelewa? Mabesti zake wakawa muonea wivu. Bana besti yetu bana, besti yetu amepata hivi, besti yetu ni hivi na hivi nini na nini. Si wajua tena mademo mlivu, au sio? So akaenda zake hospitali after wiki moja. Ameenda zake hospitali, akakaa hospitali kule akapimwa, akamwambia naye wewe ni mjamzito. Akashtuka. Ujauzito tena? Mbona wewe ni mjamzito, lakini sasa kulingana na situation yako, njoo kama baada ya wiki 2 hivi tutakuangalia vizuri alafu tutaangalia tufanyaje. Sawa. Akapoa dawa za kutumia pale nini na nini, akajichukua kaenda zake home. Afika home akakaa, lakini sasa hali yake ikaendelea yani wasikia vibaya nini na nini, lakini ameambiwa ni mjamzito. Sasa itakuwaje akimtafuta mjamaa ampati? Jamaa ndo ashazima data hivyo, unajua hapatikani, simu hapatikani, sijui pia ambadilisha simu, hajulikani yuko wapi. Alafu alipatana TikTok huko katika kutongozana nini na nini. TikTok ikimwangalia yuko account yake ilikuwa post picha yoyote wala nini, haizi sema ati ni huyu nani. Yani hakuna, jamaa alifuta trace, hakupatikana. Yani jamaa hakuacha trace yoyote ya kwamba bana mimi naweza nikamtrack nikampata. Nothing. Nil. Hakukuwa na anything ambayo yaweza mfanya demo akampata yule jamaa. Baada ya wiki 2 akaenda zake hospitali. Hospitali pimwa pale, mimba ipo. Daktari akamuuliza, "Vipi huyo alikupa mimba uko naye ama vipi? Maana yake yeye pia tutamhitaji, hatuwezi kukupa majibu mpaka yeye na yeye awe yuko hapa." "Nipeni tu, haina shida. Mwanzo yeye mwenyewe sijui
siku hizi hata tu communicate siko naye sana sijui nini na nini. Akamwambia tukupatie majibu wewe mwenyewe maana yake mkija nyote itakuwa bora zaidi. Haina shida nipeni tu. Basi toa majibu. Baba naye bidada una ngoma. Una ngoma. Wewe una ukimwi. Wewe ni HIV positive. HIV positive kivipi? Mbona kama sielewi? Akamwambia basi majibu yako ndo haya hapa baba. Mama. Haya hapa majibu yako. Hata twende mbali. Haya hapa wewe bana. Mwakitobe, Shalobwenge, Chalumbwe, HIV positive, pregnancy positive. Una mimba na una nini? Na una mziki. Umeumwa na mbuzi. Kapani hapo nini? Nikamwambia usipani. Tulia. Hivi vitu vya kawaida, vitu vipi? Sio madaktari tena kwa kupoza watu. Tulia. Kamba tulia, relax. Muziki ndo waanza. Sawa. Muziki ndo umeanza. Kwa hiyo usiwe na pressure. Cha msingi jaribu kumfuata baba wa mtoto. Jaribu communicate naye, ukimpata muelezee vile iko, then ABCD, then njooni kwa matibabu zaidi, tuendeleze matibabu, mpate dawa za kuwaendelea, yani mjikinge zaidi na kuwapa maushauri. Ndo hakika si akapagaa bana. Bana mimi. Ndazake nyumbani akilia. Lazima yeye nyumbani amelia, mtafuta mshikaji ampati. Mimba sasa unajua hapo ishapiga wiki 2 na masiku zimesongea sasa. Akaona si okay, si mimi nataka niitoe. Kwani itaniumisha kichwa, mimi mwenyewe nina ngoma. Alafu bado mambo ya mimba tena yatanitatiza. I don't want this yani anymore. Bora tu nipambane na hali moja. Katika kupambana madawa nini na nini, unajua siku zaenda mpaka ikafika mahali madaktari akamwambia angalia. Hapa sasa huyu mtoto hawezi kutoka tena. Hata hizi dawa unazokula zinaweza kuaffect zaidi na wewe mwenyewe ni muathiriwa. Umeathirika na naona watakutumia dawa za kumtoa mtoto. Madaktari wengine wako ambao wapenda kutoa mimba za watu. It's not recommended, but wapo wapuzi ambao wanaendelea kufanya hizo vitu. So katika hali za kumwambia pale nini na nini akahasikii, bado yatumia zile dawa, bado yatumia lakini ngoma ikakataa kutoka bana. Mungu naye akiamua kukuadhirisha. Kuna viboko ukipigwa na Mungu yani hata uende wapi utasikia tu ule mziki anaokupiga. So katika hali ya kujaribu kutoa ule mtoto bana, mtoto akashindikana kutoka. Mtoto hawezi toka. Mtoto yuko ndani. Na yeye mwenyewe una mziki. Kavumilia. Fika miezi 9 ile nini na nini kwenda hospitali. Akaenda kazaa. Kwa bahati nzuri ama ni mbaya sijui, mtoto katoka kilema. Mtoto ndo kilema kwa sababu gani? Madawa yale ambayo alikuwa yuala yalimharibu mtoto katika ile hali ya kukua kwenye tumbo ile. Zile dawa pia zikamharibu ule mtoto ndani ya tumbo. Sasa mtoto alivyotoka ametoka ni kilema. Wewe mwenyewe umedhoofika, alafu bahati mbaya pia mtoto, unajua kuna possibilities za mtoto anaweza katoka akawa sio mgonjwa, ama mtoto anaweza katoka na yeye pia akawa mgonjwa, akawa HIV positive. So bahati mbaya wote sasa wakawa wako positive, alafu mtoto ni kilema, yani disabled, sijui ulikuwa yani some of his parts katoto kalikuwa kwa akako poa yani. Kiangalia mjamaa patikani buda ametoweka kama hivyo, haeleweki yuko wapi. Mtoto ndio yeye amezaliwa maskini na changamoto, mgonjwa alafu ana changamoto, alafu mama naye ni mgonjwa. Yaani mziki juu ya mziki. Picha ndo lenyewe sasa kama laanza la maisha. Watoto wanataka milioni 100. Kuna mshenzi mmoja haelewi, atakuja atamkomesha mtoto kama huyo. Atakuja anamwambia unataka milioni 1, mimi nakupa hii hapa, chukua milioni 1. Milioni 1 ina consequences zake. Unakwambia consequence ina consequences zake milioni 1. Sio mbaya. Mjinga atagaramia tu, mjinga fulani atasema poa, wewe unataka milioni 1. Nipe milioni, njoo na milioni 100, mimi nitakupa milioni 100 hii hapa. Lakini naye ama balaa utakaoyapata tunakuombea tu Mungu akuongoze. So the moral of the story, alafu kiangalia pia huyo bidada mwenyewe, huyo mjamaa alionana naye kwenye mitandao. So tusipende sana kupendana na watu ambao hatuwajui sana, ama tusipende kumwamini sana mtu ambaye tumejuana naye kwenye mitandao. Sana
when it comes to a relationship ambazo zitapelekea mpaka muje muonane, labda mufanye vitu ambavyo mnataka kufanya. It's better learn someone. Yani jifundishe kumsoma mtu. Jifundishe kumunderstand binadamu mwenzako. Kama huwezi kumunderstand binadamu mwenzako, inakuwa ngumu sana wewe kujua ni mtu gani mzuri ama mtu gani ambao sio mzuri katika maisha yako. Sana sana hawa wanaokuja kutoka kwenye mitandao wakitaka nini? Mapenzi. Si ndio? Wakitaka mapenzi, uwe wapenzi wao ama wewe mwe wapenzi, yani in short. So bidada huyu hapa amenifanya mimi nikaona sio kesi, bora nje tuzungumze na wanangu wa 94 wale ambao mnanitazama, na hata generation nyingine yoyote, bidada mwingine yoyote yule ambaye anataka kuoa ama anataka kuolewa. These are not the kind of videos ambazo zitakumotivate wewe kuoa. Ukiwa unaangalia most of your videos kama hizi, then you will end up usioe kabisa. Jipige mikono nyeto for life. So be careful. Usiaraike wewe kijana mwenzangu, wewe jirani yangu, rafiki, ndugu na jamaa, watu wote kwa ujumla, yani generation yetu nakwambia, Gen Z na millennium na whatever ambao huko nyuma, tusiadaike. Sasa hivi ulimwengu umechanganyika, ulimwengu umevurugika, mambo ni mingi sana. Tusipende sana material. Material ni nzuri ukiwa nazo wewe mwenyewe, ukizipata kwa halali ama kwa njia nzuri, lakini ukizitaka material kwa urahisi, then matokeo yake sometimes yanakuwa ndo kama haya yalomkuta huyu bidada, au sio? Cha msingi ni kumake subscribe na kuturn on notification bell ili kuwa mtu wa kwanza kabisa ninapoachia ma story na upige na mimi. Till next time bana, see you.